Habari, naitwa Jennifer Kayanda, mimi ni nurse, na leo niko hapa kukujuza makosa matano ambayo watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi huyafanya na hatimaye kuwasababishia viral load kupanda. Kosa la kwanza ni kuacha kunywa dawa kabisa. Watu wengi wakishapata nafuu baada ya kuanza kutumia hizi dawa, wanaona suluhisho ni kuacha kunywa dawa kwa sababu wanaona ni kama wamepona. Zile dawa ni dawa nzuri sana, zina ufanisi mkubwa sana kiasi kwamba kama ulianza dawa ukiwa na udhaifu, labda ulikuwa unaumwa tayari, ukishaanza kunywa tu dawa ndani ya siku 7 mabadiliko makubwa yanaanza kuonekana. Watu wengi huona kabisa kwamba amepona na anaacha kunywa dawa. Lakini wengine ambao wako kwenye dawa kwa muda mrefu, ile hali ya kuchoka kunywa dawa kila siku, anaona ni bora aache kunywa dawa. Lakini ukweli ni kwamba sio sahihi, lazima unywe dawa kila siku. Kosa la pili ni utunzaji hafifu wa dawa. Mtu unaweza kupata dharura wakati wowote, ukaenda kutembea eneo, ukaenda kusalimia watu, ndugu, jamaa na marafiki. Wengi hutunza dawa kwenye makaratasi ya nailoni, mwingine anatunza dawa kwenye kopo la kutunzia la mafuta ya kujipaka, mwingine anatunza dawa kwenye karatasi. Hii sio sahihi kwa sababu inaondoa ufanisi wa dawa. Kosa la tatu ni kutokunywa dawa kama ilivyoandikwa ama ulivyokubaliana na mtoa huduma za afya. Kila mtu anakubaliana na mtoa huduma za afya kutokana na muda ambao anapatikana nyumbani na kutokana na muda ambao anaona kwake ni sahihi wa kunywa dawa, lakini wengi huwa wanakosea hilo eneo. Anakunywa dawa kwa kuchanganya wakati. Hii ni hatari zaidi kwa sababu itakusababishia virusi kupanda na kuwa vingi zaidi. Kosa la 4, kutokufika kliniki kwa wakati. Kila mtu anapewa appointment yake kutokana na namna ambavyo anatumia dawa. Kama wewe unatumia ni mwezi ama miezi 3 ama miezi 6, ule muda uliopangiwa na mtoa huduma ni muda wako sahihi wa kufika kituoni. Hata kama kuna dawa basi zimebaki. Watu wengine huwa hawatumii dawa kwa wakati, kwa hiyo anajikuta dawa kadhaa zimebaki kwenye kopo na kutokuona umuhimu wa kufika kituoni kwa ajili ya huduma kwa sababu tayari ana dawa nyumbani, lakini hii sio sahihi. Kosa la 5 ni kuchanganya dawa bila ushauri. Haujapata ushauri wa daktari, umeshachanganya dawa nyingine kwa sababu umeambiwa kuna mtu anaponya, umeambiwa kuna virutubisho. Hii sio sawa kabisa. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama umependa unaweza ukalike, ukashare na kusubscribe kwa ajili ya content nyingine kama hizi, kuendelea kuelimishana juu ya HIV. Asante na kwaheri.